Karibu tena kwenye chaneli yetu. Leo tunaingia kwenye dunia ya maajabu, siri na hofu, uchawi. Leo utajifunza uchawi ulianza wapi, nani waliokuwa wa kwanza kutumia, je, ni kweli malaika walioanguka walihusika, na kwa nini hadi leo uchawi bado uko hai. Twende safari hii ya kihistoria, tukianzia maelfu ya miaka nyuma. Katika Misri ya kale, uchawi haukuwa ushirikina, ulikuwa sayansi ya kiroho. Wamisri waliamini kwamba kila kitu duniani, ikiwa ni pamoja na magonjwa, hali ya hewa au ndoto, kilikuwa na nguvu ya kiroho. Walitumia uchawi waliouita heka, ambao ilikuwa zawadi kutoka kwa miungu. Uchawi huu ulitumika kwa kulinda watu dhidi ya pepo, kuwaponya wagonjwa, kuandaa miili kwa ajili ya maisha baada ya kifo, mummification rituals. Katika kaburi la Malkia Neftari, wachoraji walichora alama na maandishi ya uchawi ya kumlinda katika safari ya maisha ya milele. Vitabu kama Book of the Dead vilikuwa na dua na maagizo ya kiuchawi. Book of the Dead kilikuwa kitabu cha mkusanyiko wa nyimbo, dua na mafundisho ya kumwongoza marehemu kwenda kwa miungu na kupita salama kwenye ulimwengu wa kiroho. Babiloni ya kale. Tukihamia huko Babylon, ambayo ni Iraki ya leo, uchawi ulikuwa umeunganishwa na unajmu na mathi ya hesabu za kiroho. Waganga na wachawi wa Babylon waliangalia nyota, wakiamini kwamba kila kitu kinachoendelea duniani kimeandikwa angani. Babylon walikuwa na wataalamu waliotengeneza ramani za nyota, mfano wa kale wa horoscopes. Walitumia vibao vya udongo kuandika laana na baraka, mfano vibao vya kutuliza pepo wa magonjwa. Wa Babylon au wa Iraki kwa sasa waliamini kwamba magonjwa hayakuwa tu hali ya kimwili, bali yalitokana na mapepo mabaya, demons, waliotumia mateso kwa wanadamu. Wababeli waliamini kuwa magonjwa kama vile homa kali, kiharusi, kizunguzungu, puma au kikohozi, ukichaa, wazimu, yalisababishwa na mapepo kama Lamshutu, pepo wa kike anayeshambulia wanawake wajawazito na watoto wachanga; Asaku, pepo anayesababisha homa kali; Utuku, pepo wa makaburini; Rabisu, pepo anayevamia nyumba. Wataalam wamegundua vibao vya udongo vilivyoandikwa ambavyo vilikuwa na maombi, dua za kulinda, maneno ya uchawi wa kuondoa mapepo, maagizo ya kufanya tambiko la kutuliza au kufukuza pepo. Katika matambiko au ibada zao, moto ulitumika kuteketeza sanamu ndogo za pepo. Mimea kama juniper, mshubiri au asali ilitumiwa kwa kujisafisha. Tiba za Babeli zilijumuisha mchanganyiko wa dawa asilia, mitishamba, uchawi na imani za kiroho. Kitabu cha Enoch na malaika waliokuanguka. Lakini simulizi la kuvutia zaidi linapatikana kwenye kitabu cha Enoch, kitabu cha kale kilichohifadhiwa katika mila za Kiebrania na Ethiopia. Enoch anaeleza kwamba kulikuwa na malaika waliotoka mbinguni, wakaitwa Watchers au Fallen Angels. Walipofika duniani, waliwafundisha wanadamu uchawi, kutengeneza silaha, kuangalia nyota na hata uchawi wa mapenzi na vita. Majina ya baadhi ya malaika kama Azazeli na Semjaza yameandikwa kuwa walileta maarifa yasiyofaa duniani. Inasemekana kwamba Semjaza alikuwa kiongozi wa kundi la malaika 200 waliokuja duniani na kuwaletea wanawake maarifa yasiyofaa, kuwazalia watoto majitu Nephilim, kuvuruga mpango wa Mungu kwa wanadamu. Katika mafundisho aliyosimamia pamoja na malaika wengine ni pamoja na uchawi, kucheza na mizimu, kutabiri kwa nyota, kutengeneza silaha, kujifunza uchawi wa mapenzi na laana. Na Azazeli ni malaika aliyeleta maovu mengi ya kimaumbile. Maarifa aliyotoa ni pamoja na kutengeneza silaha, panga, visu, ngao, mavazi ya kivita, mavazi ya fahari, mapambo ya uso, vitu vya thamani, urembo, kujipaka rangi usoni makeup, kuondoa nywele kwa moto, kuvutia kimwili kwa tamaa, kubadilisha maumbile ya asili ili kuonekana wa kupendeza. Alileta uharibifu wa usawa kati ya mwanadamu na Mungu, kueneza tamaa na ovu, kuharibu uzazi wa kiroho wa dunia, kuwaongoza wanawake na wanaume katika tamaa na vurugu.
Katika Biblia, uchawi umetajwa mara nyingi kama jambo lililokatazwa vikali. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Mungu anakataza ramli, uchawi na kuwasiliana na mizimu. Hii ni kwa sababu watu walikuwa wakitegemea nguvu za siri badala ya Mungu. Katika Samuel, Mfalme Sauli alimtafuta mchawi wa Endori ili amletee roho ya nabii Samuel. Tukio linaloonyesha jinsi hata viongozi wa kale walihitaji uchawi wakati wa hofu. Uchawi huko Ulaya, enzi za giza. Karne nyingi baadaye, katika Ulaya, uchawi ulianza kuhusishwa na shetani. Katika karne ya 15 hadi 17 kulikuwa na mateso ya watu waliodhaniwa kuwa wachawi, hasa wanawake. Salem Witch Trials, mwaka 1992, zaidi ya watu 200 walishtakiwa kwa uchawi. Malleus Maleficarum, hiki ni kitabu cha mwaka 1487, kitabu cha mwongozo wa jinsi ya kutambua wachawi, kilichosababisha mateso ya maelfu. Uchawi hapa ulihusishwa na usaliti kwa dini, na watu waliouawa walikuwa ni wa kawaida tu, wakulima, wakunga au watu waliokataa kufuata dini kwa kipofu. Afrika, mila na tiba za kienyeji. Katika Afrika, uchawi hukuonekana kama laana pekee, bali pia sehemu ya tiba na ulinzi wa jamii. Waganga wa kienyeji walitumia mimea, alama na maneno ya siri kutibu, kulinda au kutambua mkosi. Katika baadhi ya jamii za Afrika Mashariki, mpiga ramli hutumika hadi leo kutoa ushauri wa ndoa, kazi au afya. Nchini Nigeria na Afrika Kusini kumekuwa na kesi za kisasa ambapo watu walidai kutumia uchawi kupata mali au madaraka. Lakini pia uchawi umehusishwa na visa vya kuumiza watu kama uchawi wa kuroga au kuiba bahati ya mtu mwingine. Leo hii kuna watu wanaojiita wachawi wa kisasa, modern witches, au wanajihusisha na Wicca, dini ya kisasa inayoheshimu nguvu za asili. Kwenye mitandao unaweza kupata hirizi, maneno ya siri au hata kozi za spiritual cleansing. Katika mtandao wa TikTok kuna witch talk ambapo vijana wanabadilishana spells. Wengine wanatumia tarot card, crystals na rituals kama njia ya kupata nguvu ya ndani. Kutoka Misri hadi TikTok, uchawi hujawahi kutoweka. Umebadilika sura, majina na mtindo, lakini bado uko. Wengine wanaamini, wengine wanapinga. Lakini haijalishi unaamini au la, ukweli ni kwamba uchawi ni sehemu ya historia ya binadamu. Sasa ni zamu yako. Unafikiri uchawi ni kweli, ni sayansi ya zamani au ni hofu ya mambo tusiyoyaelewa? Tuambie maoni yako chini. Usisahau kusubscribe na kwa hadithi zingine za kusisimua. Nawapenda sana.